Binafsi ningependa sana niwapongeze Watanzania kwa sababu katika uvumilivu wao. Watanzania na uvumilivu, na ongeleni sana kwenye hilo. Na hivyo ndivyo ambavyo inavyotakiwa. Katika hii situation ambayo inayoendelea juu ya wale wanaharakati waliokuja kutoka Kenya na Uganda kwa ajili ya kuja kusikiliza shauri la mheshimiwa mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Lissu, ambaye anakabiliwa na kesi mbalimbali ikiwemo kesi ya uhaini. Hivyo hawa wanaharakati wao wakaona ndio fursa kiupande wao wakuja kwa sababu zao ambazo wao wenyewe huenda wamezibainisha ama hawakuzibainisha, lakini kwamba sababu zilizowafanya waje katika nchi ya Tanzania kwa ajili ya kufanya yale ambayo wao wanayaona yapo yanosahihi kiupande wao. Lakini mwisho wa siku wakatiwa nguvuni na mamlaka ya Tanzania kwa ajili ya kujua na kutiwa adabu juu ya yale ambayo wanayohitaji kuyafanya ndani ya nchi, kwa zile tuhuma ambazo zilikuwa zinawakabili. Huenda wakawa wanakuja kufanya uchochezi na huenda wakawa wanafanya kadha wa kadha. Juu ya hayo Watanzania wakawa cool, kwa maana walipoa na kusikiliza nini nchi yao itakavyoamua. Lakini mwisho wa siku wananchi, baadhi ya wananchi tena wachache katika nchi ya Tanzania ya Kenya wakaanza kumtukana rais na kutukana wa viongozi mbalimbali, ikiwa hata kuwatukana wa Tanzania kuwa hawajielewi, wamelala. Inabidi waje Wakenya wachache wale ambao wenye uamsho na wale ambao wenye wanaharakati waje kuamsha Wakenya, kitu ambacho Watanzania hatukuwa na haja nacho, kitu cha namna hiyo na maneno ya namna hiyo yenye kutudogosha ama yenye kututaka tujione kwa sisi ni wajinga kwenye nchi yetu na tunaonewa na sisi tumelala, kitu ambacho si cha kweli. Kama kuna uonevu, mamlaka yapo. Kama kuna haki haitendeki, mamlaka za haki zipo ambazo zitaweza kufanya yale ambayo yanayotakikana kufanywa katika kuiendea haki na sheria. Sisi tuna mamlaka ya aina tatu katika nchi yetu, ambayo tuna bunge, tuna mahakama na rais, na hizo zote ni taasisi ambazo zinajitegemea na zote huwa zinashirikiana katika baadhi ya maeneo ambayo hasa katika upande wa utendaji wa haki. Mahakama ndio kitu ambacho chenye kushughulisha kila kitu na tunaiamini mahakama yetu. Hivyo Tanzania, mimi nimefurahi kiupande wangu kwa Tanzania kwa kimya kutowatukana wa Kenya, kwa sababu wa Kenya sio wote, ni baadhi tena wachache wenye kuwatukana wa Tanzania, wenye kutukana rais yetu, watengeneza vibonzo mbalimbali, wanatengeneza vibonzo vya wanajeshi wao na wanajeshi wetu, kuonesha wanajeshi wetu ni wazembe, kuonesha wanajeshi wetu hawapo katika ule ungangali ambao unatakikana na umakinika unaotakikana. Hivyo Watanzania hawajachora vibonzo, Watanzania hawajamchora vibaya Rais Ruto ama rais yoyote, isipokuwa wao Watanzania baadhi wakiwa wanaonesha video mbalimbali ambazo za Rais John Pombe Magufuli alivyokwenda Kenya ama alivyokuwa Tanzania, pia akisifu Kenya, akimsifu yule Uhuru Kenyatta, na akisema wake zetu sisi marais Uhuru Kenyatta na Museveni na kadhalika, na mimi Magufuli ndio wake wa nini, ndio wa mama wa mataifa wa kitaifa, na sio wake zetu, yani mama zetu, mama wa marais wetu ndio mama wa mataifa na sio wake zetu, yani kwa maanisha kuonesha tu ile ukubwa na umoja wa mama wa marais wetu. Ina maana tunawaita wa mama wazaa chema, wametuzalia marais wetu ambao tunawapenda katika kutuongoza katika mazingira yalikuwa sahihi na kwenda haki kabisa. Hivyo pongezi zangu kubwa kwa Watanzania. Pongezi zangu kubwa ni kwa Watanzania katika kuvumilia katika kipindi hichi kigumu, wenye tunatukanwa na vijana wachache, vijana wachache kabisa wasiojitambua, na wengi wa vijana ambao wanaojitambua wamekuwa wakitutetea na wakionyesha kuwa Tanzania imechukua na kuimarisha mipaka yake na kuchukua uthubutu
yani wakasababisha machafuko ndani ya Tanzania. Kwa sababu mtu anakuja kwa lengo lake. Kwa Tanzania walikuwa ni proactive ni kwamba mtu unakuwa makini kabisa kabla kitu hakijatokea. Usisubiri kitu kitokee, unakuwa tayari umeshikiliwa. Kwa hiyo pongezi sana kwa jeshi la polisi kuweza kuwashikilia watu wa namna hiyo na kuwahoji kimakinika kabisa. Mimi ni Tanzania, naipenda Tanzania. Ni nchi ambayo yenye mlima mrefu kabisa Kilimanjaro, na pia ni nchi ambayo yenye kisiwa kikubwa kabisa ambayo ni Zanzibar. Asanteni, mimi nashukuru wa Tanzania, tuweni na umoja wa Tanzania. Hongereni.